Amma baada ya kumshukuru Mola wetu mtukufu Allahu jalla jalaluhu na kumtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darsa yetu ya al-fiqh al-muyassar, fiqh iliyopesishwa fi dawi alkitabi wassunna, kupitia mwangaza wa Qur'ani na sunna zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitabu ambacho kimeandikwa na nukhbatun min alulama, wateule na jopo la maulama, jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira. Tunaendelea na kitabu al-hajj, kitabu cha mambo ya hija, na tupo katika sifatul hajji, mlango unaoeleza sifa ya hija na umra, au namna ya utekelezaji wa ibada ya hija na umra. Tuliangalia mambo kadha wa kadha na tukafikia katika matendo ya mwezi 10 ile mfunguo 3 pale, matendo ya mwezi 10 mfunguo 3, kwa maana watu hapo mwezi 8 washalala Mina, mwezi 9 washashinda Arafa, mwezi 10 washalala Muzdalifa, sawa Sasa 10 ile alfajiri wanaelekea Jamarat kurembea mawe, wanaotaka kwenda kufanya tawafu wanakwenda na sa'i, lakini pia vile vile wale ambao wakisharembea pia wanaweza wakarudi zao Mina, na hiyo inakuwa ni siku ya kuchinja, sawa Sasa wakaendelea wanazuoni kutuelezea ya kwamba wanasema wasunnatu tartibu hadhihi al-a'mal, na sunna hasa ni kupangilia matendo haya. Wasunnatu tartibu hadhihi al-a'mal, na sunna na mwenendo hasa wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kupangilia matendo haya, ambayo ni arramyu, kurembea arramyu, kwa maana kurembea hii jamratul aqaba, siku ile inarembewa ile nguzo kubwa tu moja, vijiwe 7, alafu fadhabhu, alafu ifuatie kuchinja. Mtu achinje mbuzi, taban kwa yule ambaye anafanya aina gani ndiye anaichinja, anayefanya aina gani ya hija ndiye anaichinja. Naam mashekh, tamattu ina qiran, mtu ambaye anafanya aina ya tamattu ina qiran, hawa ndio wanaochinja. Lakini yule ambaye hatakiwi kuchinja ni yule ambaye anafanya aina ya ifrad. Asante, sawa Kwa hiyo watu hawa wao watarembea Jamarat, alafu watachinja falhalqu, alafu kinachofuatia ni kunyoa nywele au taksir, au kupunguza. Wanaume wananyoa na watu wanapunguza, na hata wanaume akitaka atapunguza, lakini uzuri zaidi ni kunyoa. Fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraja, ikiwa atatanguliza mojawapo juu ya nyingine, fala haraja, hakuna ubaya. Kwa mfano akianza kwanza kurembea alafu akanyoa, sawa, alafu akaendelea kuchinja, sawa, hakuna ubaya, kama alivyoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matendo ya siku ile. Huyu anasema mimi nimetanguliza kunyoa kabla ya kurembea, huyu anasema mimi nimetanguliza sa'i kabla ya kufanya rami, wa hakadha, na maswali mbalimbali alikuwa akiulizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema if'al wala haraj, fanya hakuna ubaya. If'al wala haraj, fanya hakuna uzito, hakuna ubaya, sawa Naam. Kwa hiyo idha fa'ala ithnain min 3 a'mali, kwa hiyo atakapofanya mawili katika haya matendo matatu, sawa wa idha fa'ala ithnain min 3 a'mal, atapofanya mtu mambo mawili katika haya matendo matatu haya, kurembea, kuchinja na kunyoa, sawa yani rami jamratul aqaba
kurembea ile jamra kubwa ile, walhalq au taksir, na kunyoa au kupunguza nywele, watawafu maa sa'i, na tawafu ile kuizunguka Alkaaba pamoja na sa'i, kutembea baina ya Safa na Marwa. In kana alayhi sa'yun, ikiwa ana sa'i, anadaiwa sa'i, kama mtu ambaye anafanya tamattu vile au qirani, kwa yule mtu ambaye hakufanya ile sa'i kule mwanzo. Sasa akishafanya mawili tu katika hayo, kwa maana ikiwa amerembea na akanyoa au amerembea akafanya tawafu, sawa, tahallala tahallul alawwal, huyu atafunguka ufunguzi wa mwanzo, atahalalika uhalali wa mwanzo, sawa. Tahallala at-tahallul al-awwal, atahalalika uhalali wa mwanzo. Wahalla lahu kullu shay'in haruma alayhi, na atahalalikiwa yeye na kila kitu ambacho alichoharamishiwa, bil ihrami, kwa ile kuhirimia kwake, illa nisa, isipokuwa wanawake tu ndio itakuwa haramu bado, kwa maana hatoruhusiwa kuwakaribia wake zake, na mwanamke vile vile hatoruhusiwa kumkaribia mumewe katika mambo ya kindoa tayari. Na kwa hiyo atapata ile tahalluli ya kwanza. Unajua kwamba katika mambo ambayo yanayokatazwa kwa mtu ambaye aliyehirimia ni kama hiyo, kuvaa nguo zilizoshonwa kwa wanaume, na jingine kujitia manukato nzuri, jingine kuoa au kuolewa, na jingine kuinda, asante, jingine kukata nywele inaruhusiwa, kucha, yote hayo ni katika mambo yaliyokatazwa tabani. Kwa hiyo akishafanya mawili tu katika haya ambayo ni matendo ya siku ya mwezi 10, inakuwa yeye haya yote ni halali kwake. Anaweza akajitia manukato, akakata kucha, akakata nywele, tayari akavaa nguo za mishono, akafunika kichwa kwa wanaume, sawa, yote haya isipokuwa hilo suala la tendo la ndoa tu litakuwa halijahalalishwa. Fa idha fa'ala thalathata, atakapofanya matatu sasa, tahallala tahallul al-akbar, hapo atapata tahalluli ile kubwa. Fa idha fa'ala thalatha, atakapofanya mambo matatu, tahallala tahallul al-akbar, atapata tahalluli kubwa, kwa maana huyu amerembea, akanyoa au kupunguza, akafanya tawafu, sawa, atapata ile tahallul kubwa. Fayahillu lahu kullu shay'in hatta an-nisa, atahalalikiwa na yeye kila kitu, hata wanawake kwa siku ile ya mwezi 10, sawa, atahalalikiwa mpaka tendo la ndoa. Wayabitu bimina lailata al-hadi ashar, na atalala Mina, atatakiwa alale Mina al-hajj katika ule usiku wa kuamkia mwezi 11, sawa, usiku wa kuamkia mwezi 11 atatakiwa akalale Mina. Wathani ashar, na usiku wa mwezi 12 wujuban, kwa ulazima, atatakiwa akalale Mina wa lazima. Ile mwezi 8 ile haikuwa wujuban, kulala Mina mwezi 8 haikuwa ni wujuban, kuamkia mwezi 9 ile ni sunna, kwa maana kama hakulala hija yake ni sahihi. Wayarmi aljamarati athalathati yawm alhadi ashar, na atarembea zile nguzo tatu, jamra tatu,
yaum al-hadi ashar, katika ile mwezi 11, badian bisughra, akianzia kwenye ile nguzo ndogo. Badian bisughra, akianzia kwenye ile nguzo ndogo. Thumma al-wusta, kisha anakuja ya kati na kati. Thumma al-kubra, kisha anakuja kwenye ile nguzo kubwa zaidi. Tayari hapo Wakadhalika fi al-yawm ath-thani ashar, na vile vile katika siku ya mwezi 12 atafanya hivyo hivyo. Kadhalika fi al-yawm ath-thani ashar, na vile vile katika siku ya mwezi 12 atafanya hivyo hivyo. Kwa maana mwezi 11 atapiga zote nguzo tatu zile, kila nguzo vijiwe 7, na akianza ile bismillah, Allahu akbar, alafu anaendelea Allahu akbar, Allahu akbar. Na haya mambo yamewekwa kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'i baina as-safa wal marwa wa ramy al-jimar liiqamati dhikrillah, au kama qala alayhi salatu wassalam. Yani hakika kumejaliwa tawafu na kusai baina ya Safa na Marwa na kurembea hizi nguzo. Lengo nini? Ni kusimamisha utajo wa Allah, simamisha dhikri ya Allah, watu wamtaje Allah. Tayari? Naam. Kwa hiyo yabda'u waqtu ar-ramy min az-zawali ila tulu'i al-fajr, na unaanza wakati wa kurembea tokea jua kupinduka mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Yabda'u waqtu ar-ramy, na unaanza wakati wa kurembea zile jamra min az-zawali, tokea jua kupinduka, kwa maana adhuhuri. Kuanzia adhuhuri ndio watu wanatakiwa waanze kurembea ila tulu'i al-fajr, mpaka kuchomoza kwa alfajiri ya siku ya pili. Kwa hiyo hata usiku watu wanaweza wakenda kurembea jamarat, lakini watu wengi hupendelea mtu akapiga tena ile jukumu limuondokee. Kwa hiyo utakutia watu wanakwenda kusubiria adhuhuri pale pale, adhana ndio wapige. Sawa, wengine akishaswali adhuhuri, wengine akishaswali la asiri. Naam. Wa idha rama aljamrata as-sughra, na atakapomaliza kurembea ile jamra ndogo, yani nguzo ndogo. Na sasa hivi hutofautishi kwa sababu zote saizi yake ni moja, lakini tu limeandikwa hili dogo, hili la kati, hili kubwa, ndivyo utaweza kutofautisha. Lakini sio kwamba vile ni dogo kwa maana ukaona tofauti, hili dogo, hili la kati, hili kubwa, yote saizi moja. Inaandikwa tu pembeni, hii jamra ndogo, hii ya katikati, hii. Tayari hapo Tayib. Kwa hiyo wa idha rama aljamrata as-sughra, atakaporembea ile jamra ndogo, sunna lahu an yataqaddama qalilan an yaminihi, itasuniwa kwa yeye kutangulia kidogo upande wake wa kulia. Sunna lahu, inasuniwa kwa yeye an yataqaddama qalilan an yaminihi, kutangulia kidogo ule upande wake wa kulia. Wa yaqumu mustaqbilan alqibla, na atasimama akiwa ameelekea qibla. Wa yaqumu mustaqbilan alqibla, na atasimama huku ameelekea qibla. Zipo ishara kule zinaonyesha qibla huku. Rafi'an yadayhi, akinyanyua mikono yake, yad'u, na ataomba dua. Yani kisharembea ile ya kwanza, asimama pembeni, alafu ataomba dua. Sunna hii. Ini ukiwa na ule kusanyiko mkubwa au msongamano mkubwa, inakuwa si rahisi, sababu wale maaskari au wanajeshi wale, maana huwekwa wanajeshi, sawa
kuhakikisha usalama wa watu. Kwa hiyo ukishaonekana tu umesimama kidogo, yalla yalla ya haji ya haji ya haji, sawa, unaondoshwa. Kwa hiyo wengine wanafanya matayasara, huku unatembea huku unaomba dua ili usije ukaondoshwa. Kwa hiyo utafanya fattakullaha masata'tum, cheni Mwenyezi Mungu kadri mnavyoweza. Kwa hiyo utamcha Mola wetu kadri tunavyoweza. Wa idha rama aljamrata alwusta, na atakaporembea jamra ile ya kati na kati, sunna lahu an yataqaddama, itasuniwa vile vile atangulie, asogee kidogo. Wa ya'khudhu dhata shimal, na atachukua upande wa kushoto kidogo. Wa yastaqbilu alqibla, na ataelekea qibla. Wa yaqumu tawilan, na atasimama kwa muda mrefu. Yad'u rafi'an yadayhi, akiomba huku amenyanyua mikono yake. Yad'u rafi'an yadayhi, akiomba dua huku amenyanyua mikono yake. Tayeb. Kwa hiyo akishamaliza pia kurembea jamra ile ya kati na kati, nayo pia ataomba dua. Na hiyo urefu ndio kama tulivyotangulia kusema, itategemea na mazingira yenyewe. Mara nyingi inakuwa na msongamano, msukumano, kwa hiyo mtu atafanya matayasa, sawa. Wala yaqifu ba'da jamrati al-aqaba, na wala hatosimama baada ya kusha kurembea ile jamrati al-aqaba, jamra kubwa. Akisharembea ile tena hasimami. Fa in arada an yataajjal, sasa akitaka kuharakisha kuondoka Mina, kama ilivyokuja katika aya ile, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Namtajeni Allah katika masiku yanayohesabiwa. Atakayefanya haraka kuondoka ndani ya siku mbili hapo Mina, basi hakuna ubaya kwake, hakuna dhambi. Waman taakhara, na atakayechelewa akaondoka mwezi 13, fala ithma alayhi, hakuna ubaya kwake. Kwa hiyo pale Mina kuna khiari baina ya kukaa mpaka mwezi 12 au kukaa mpaka mwezi 13. Kwa hiyo mtu atachagua, na mara nyingi taasisi, ukienda na taasisi unapaswa ufuate ile taasisi yako, wasikilize viongozi wako. Kuna taasisi nyingine zinapendelea wahi kuondoka kutokana na mipangilio ya taasisi, lakini nyingine zinapendelea kubakia. Kwa hiyo mtu atasikiliza viongozi wake, kwa sababu kheri zote zipo katika kuwasikiliza viongozi na kuwatii katika yale mambo mema wanayotuamrisha, na shari zote zipo katika kuwaasi viongozi katika yale mema wanayotuamrisha. Kwa hiyo atapotaka kuharakisha kuondoka, fa innahu yajibu alayhi an yakhruja min Mina, itawajibika kwake yeye kutoka pale Mina. Itawajibika kwake yeye kutoka pale Mina yauma athani ashar, siku ya mwezi 12, qabla ghurubi shams, kabla ya kuzama kwa jua. Atalazimika atoke hiyo mwezi 12, si amekusudia kuondoka ndani ya siku mbili. Kwa hiyo mwezi 12 ahakikishe kabla ya jua halijazama au ameshatoka ndani ya mipaka ya Mina. Fa in gharabat alayhi ash-shamsu fi Mina mukhtaran, ikiwa jua litamzamia akiwa yuko Mina kwa khiari yake, mukhtar, kwa khiari yake, wajaba alayhi mabitu laylati thalith ashar, itawajibika kwake yeye kulala usiku wa kuamkia mwezi 13. Yani ikiwa amechelewa kutoka mpaka jua likazama pale, kwa hiyo itabidi abakie
sababu muda ule wa kutoka umeshapita. Kwa hiyo itatakiwa abakie pale. Na hapa imekuja mukhtaran, kwa khiari, kwa sababu inawezekana akabaki na jua likazama, lakini ikawa hana nia hiyo, pengine tu usafiri ulichelewa au msongamano hakuweza kutoka, sawa, lakini ndio yuko njiani, basi pale itakuwa hatutakiwa tena arudi, sawa, hatutakiwa arudi, kwa sababu hilo aliloifanya hakulifanya kwa makusudi, sawa, aliloifanya hakulifanya kwa makusudi la kubakia. Kwa hiyo wajaba alayhi mabitu lailati thalith ashar, itawajibika kwa yeye kulala mwezi 12 ikiwa jua limemzamia hali ya kuwa ana khiyari. Fa in gharabat alayhi thumma idha arada an yakhruja min Makkah, kisha atakapotaka kutoka Makkah, thumma idha arada an yakhruja min Makkah, kisha atakapotaka kutoka Makkah, wajaba alayhi an yatufa tawaf alwada'i, itawajibika juu yake kuzunguka au fanya tawafu ya kuaga, sawa. Thumma idha arada an yakhruj, kisha atakapotaka kutoka min Makkah, kutoka pale Makkah kwa maana ndo kashamaliza ibada, kashakwenda Makkah, anataka kusafiri kurudi kwao sasa, wajaba alayhi, itawajibika juu yake an yatufa tawaf alwada', kufanya tawafu ya kuaga, sawa, kufanya tawafu ya kuaga. Wayaj'alu akhir ahdihi bilbayti at-tawaf, na atajalia mwisho wa ahdi yake wa al-Kaaba au nyumba ile ya Makkah, msikiti wa Makkah, ni tawaf, yani hiyo jambo la mwisho kulifanya ni tawaf. Wa yasqutu hadha at-tawaf 'an al-haidh wan-nufasa, na huondoka wajibu wa tawafu hii kutoka kwa mwanamke aliyehedhi au nifasi, au wanawake ambao wapo katika nifasi. Kwa hiyo wao hawatotakiwa wafanye tawafu alwada'i, lakini kwa mtu ambaye yuko kawaida, basi ni lazima kufanya tawafu alwada'i. Hili hapo itakuwa tumemaliza mlango wetu, babu fi sifati alhaji wal umra. Na insha Allah katika darasa ijayo tutakuja kuanza albabu alkhamis, mlango wa 5 unaoeleza fil amakin allati tushra'u ziyaratuha fil madina, katika maeneo ambayo yamewekewa sharia kutembelewa katika mji wa Madina. Fil amakin allati tushra'u ziyaratuha, katika eneo ambalo au maeneo ambayo ni sharia kuyatembelea katika mji wa Madina. Kwa hiyo hayo inshallah tutakuja kuiangalia katika darasa ijayo biidhnillah. Leo tukeni hapa kitabu chetu hichi tumefikia wapi na huko kurasa wangapi? Naam, 25. Tayeb. Anasema mtunzi rahimahullah taala hapo, walahu min al-umri al-aslu ath-thalith 24. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'da. Anasema mtunzi rahimahullah taala, wa ghafara Allahu lana wa lahu wa lilmuslimina ajma'in. Anasema al-aslu ath-thalith, msingi wa 3. Al-aslu ath-thalith, msingi wa 3 ambao ni maarifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni kumjua mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Msingi wa kwanza ilikuwa ni maarifatu Allah, kumtambua Allah. Msingi wa pili ni maarifatu dini al-Islam, sawa. Na msingi wa 3 ni maarifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wasallam,
ni kumjua mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio yale haya ni maswali yale ya kaburini, man rabbu ma dinu man nabii gare. Kwa hiyo anasema wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraish. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, na Hashim anatokana na kabila la Quraish. Quraishun min al-Arab, na Quraish, na Quraish ni katika Waarabu. Wal Arabu min dhurriyyati Ismaila ibn Ibrahima al-Khalil, na Waarabu ni katika kizazi cha Ismail bin Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Kwake na kwa mtume wetu sala bora na salamu ziwafikie. Sawa ziwafikie. Nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam inajulikana. Sawa Sasa akaendelea kusema walahu min al-umri 63 sana, na yeye alikuwa ana umri alioishi ni miaka 63. 63 sana ni miaka 63. Minha 40 qabla an-nubuwah, miongoni mwa miaka hiyo kuna miaka 40 kabla ya utume. Minha 40 qabla an-nubuwah, miongoni mwa miaka hiyo ni miaka 40 kabla ya utume. Wa 23 nabiyan rasula, na miaka 23 akiwa ni nabii na ni rasul, anafikisha ujumbe, anateremshiwa wahi, anaufikisha. Nubbi'a bi Iqra, amepewa unabii mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ile kuteremshiwa nini? Iqra, aya 5 zile za suratu Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalaqal insana min alaq, amemuumba binadamu kutokana na pande la nyama. Iqra wa rabbuka al-akram, soma na Mola wako ni mkarimu mno. Alladhi allama bil qalam, ambaye amefundisha kwa msaada wa kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, amefundisha mwanadamu yale asiyoyajua. Na hapo ndo tunaambiwa kwamba ili elimu ikae, basi huo unaandika vitu vile ambavyo unavyotaka vikae, basi uviandike tayari. Tayeb, kwa hiyo nubbi'a bi Iqra, amepewa unabii mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Iqra, ile bismi rabbika alladhi khalaq. Wa ursila bil mudaththir, na amepewa unabii au urasul, utume bil mudaththir, kwa kuteremshwa hii suratul mudaththir. Ya ayuha al-mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, ambayo ataieleza hapa mbele. Wa baladuhu Makkah, na mji wake mtume huyo ni Makkah. Wa hajara ila al-Madina, lakini akahamia Madina ili kupata ule wasawa wa ibada. Ba'athahu Allahu bin nadharati 'ani ash-shirk wa yad'u ila at-tauhid, amemtuma Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuonya kutokana na shirki na awalinganie watu katika tauhid. Sawa Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa ili awaonye watu wasiingie katika shirki, lakini wakati huo huo awalinganie waje katika tauhidi ya kumpwekesha Allahu jalla jalaluhu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyejifunika, qum fa anzir, simama uonye. Qum fa anzir, simama uonye. Wa rabbaka fakabbir, na Mola wako umtukuze. Wa rabbaka fakabbir, na Mola wako
umtukuze. Wa thiyabaka fatahhir, nguo zako zisafishe. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zisafishe. Warujza fahjur, na uovu uhame. Warujza fahjur, na uovu uhame. Wala tamnun tastakthir, na wala usifanye wema kwa kutaka wingi. Usiwafanyie watu wema ili kwamba uwe na wafuasi wengi. Wewe simama katika haki, sawa Wala tamnun tastakthir, na wala usifanye mazuri kwa kutaka wingi, kama alivyosema Allah Subhanahu wa ta'ala, walirabbika fasbir, na kwa ajili ya Mola wako usubiri. Sawa Wa maana qum fa andhir, na maana ya kwamba simama uonye. Hii yundhiru ani shirki, aonye kutokana na shirki. Nenda kaonye kutokana na shirki. Wa yad'u ila tauhidi, na alinganie watu waje katika tauhid, kama alivyosema Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir, yani azimhu, mtukuze Mola wako bitauhidi, kwa kumpwegesha na kumweka mbali na shirki. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zisafishe. Hapa kuna tafsiri hiyo ya kwamba nguo zako, nguo zinazojulikana. Kufua ni ibada, unatekeleza aya hii, wa thiyabaka fatahhir, sawa Lakini pia maana nyingine, yani tahhir a'malaka 'an shirk, zisafishe amali zako kutokana na shirki. Usikubali amali zako ziwe na shirki. Ndio nguo zako zile, amali zako ndiyo nguo zako. Kwa hiyo hebu zisafishe amali zako kutokana na shirki. Warujza fahjur, na uovu uhame. Wahajruha, warujza fahjur, na uovu uhame. Na hapa alivyoitafsiri arrujz, maana yake nini? Al-asnam, masanamu Arrujz kwa maana ya al-asnam, masanamu. Wahajruha, na kuyahama, yani tarkuha, ni kuyaacha. Walbara'atu minha wa ahliha, na kujiweka mbali nayo na watu wale watu wake. Watu wale masanamu huwaeka mbali pamoja na hayo masanamu yao. Tayeb, kwa hiyo inshallah tufikieni hapo kwa leo, kuja kuendelea katika darasa ijayo biidhnillah. Hadha wallahu a'lam, sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. Tangazo kidogo.